Naomba tusimame. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yehova, wewe ni Mungu, zaidi yako hapana Bwana mwingine. Tazama Mungu, tunakwenda kuanza ibada hii. Mikononi mwetu tumeziweka pete hizi na kuzisogeza mbele zako, kuziweka wakfu kwa ajili ya watu wako vishana. Mungu, tunakusihi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ukasimame wewe mwenyewe katika agano hili watu wako naenda kuliweka leo mbele ya madhabahu yako. Usiwapungukie wala usiwaache kwa neno lolote wala kwa jambo lolote. Neema yako na uweza wako Bwana zikafunike na kusafisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante mfalme wa falme, asante Bwana wa mabwana. Tunaachilia neema yako na nguvu zako katikati ya jambo hili. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Kati ya vijana wetu na watoto wetu Nathanael pamoja na Lulu, na tuanze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuketi kwaya, kabla hatujatoka mtaimba wimbo moja.
Na nyinyi mnapotoka na sisi tunapoendelea ibada, basi niimbe pamoja nasi wimbo namba 196 fungu lile la kwanza. Upendo una nguvu tangu mwanzo na daima, atupenda mimi na wewe, tuwe karibu naye. Naomba tusimame na tuombe. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, watoto wako tuko mbele zako jioni hii ya leo, ukushukuru kutukuza kwa matendo makuu ambayo Bwana umeendelea kutenda katika maisha yetu. Asante kwa kibali, asante kwa neema, asante kwa rehema ambacho Mungu umetukirimia. Na hata sasa tunapoisogelea madhabahu yako, tunaomba kustahilishwa na wewe Bwana. Naomba utuongoze mwenyewe kwa Roho Mtakatifu wako, na damu yako Roho Mtakatifu na neema ikanene mema katikati ya watoto wako hawa, kipekee kwa ajili ya Nathanael na Lulu, lakini na sisi wengine wote. Mungu tupe neema ya kuisogelea madhabahu yako wewe hai, utuongoze na kutulinda tangu sasa na milele yote. Amen. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, mlango wa 7 mstari wa 24 hadi ule wa 27. Neno la Mungu linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga ile nyumba. Ile nyumba isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga ile nyumba, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Amen. Naomba tuketi. Ni furaha iliyoje leo kwao, lakini pia hata kwetu sisi wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, kwa namna ambavyo wamefikia siku hii ya leo. Jambo la kufurahisha sana na ambalo linanifanya nisimame na kuhubiri leo ni kwa sababu wapo watu wanaochukua kumbukumbu za picha. Isingekuwa hawa wanaochukua kumbukumbu wapo mahali hapa, ningemkosa kuhubiria, labda ningewahubiria ninyi. Na kwa nini nasema ningemkosa kuhubiria? Leo hii furaha alionayo Nathan na Lulu, hawataki kusikia kitu kingine chochote. Anatamani kusikia tu maneno ya Nathan, na Nathan anatamani kusikia maneno ya Lulu, sio ya mtu mwingine yeyote. Na kama huamini, tukitoka hapa kwa waulizi, neno la mahubiri leo limetoka wapi, kama watakuwa na kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jamani, hata kama leo hamtasikia, najua baada ya kwenda kuweka huu mkanda na kusikiliza, mtapata ujumbe utakaowasaidia katika safari yenu ya maisha yenu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili ujue hilo, kwamba wakati mwingine hawazingatii hayo, wala wafikiri. Hata mimi sikufikiriaga siku ya kwako. Nashangaa tu mchungaji anasema amen na mimi nasema amen. Kama za mahubiri, neno limetoka wapi sikumbuki. Sasa kama mimi nasema kwamba nani kawaulize Baraka na mwenzake, na wiki iliyopita walikuwa kwenye mjadala huo, kama wanakumbuka hata neno lilihubiriwa na umeambiwa kitu gani. Lakini leo tunaanza kutafakari, hivi ilikuwa nini? Bwana asifiwe. Kwa Nathan, tukupe hongera nyingi sana pamoja na Lulu kwa kuifikia siku hii ya leo. Ndugu zangu, natamani leo niongee na hawa, lakini pia niongee na mimi mwenyewe, lakini niongee na wewe juu ya msingi wa maisha ya ndoa ya Kikristo. Mathayo anatupa picha ya nyumba. Anatupa picha ya nyumba. Tena anatupa nyumba mbili zilizojengwa. Nyumba ambazo ziliwapendezesha watu walipoziona. Nyumba ambazo kila aliyepita mahali pale alisema, Bwana, huyu jamaa amejenga nyumba. Haijalishi hiyo nyumba imesimamia
aliziona zile nyumba, na zilikuwa nyumba nzuri na ambazo kila moja alizifurahia, na yamkini hata wengine walizitamani, kama wengine leo wanavyotamani ndoa za wenzao, kwamba tamani ishi kama fulani anavyoishi. Ndugu zangu, wakati mwingine natamani, inawezekana hata Nathan na Lulu mnaingia kwenye ndoa, kuna ndoa ambayo mnaiangalia mkaiadmire sana, mkasemani, mimi nikiingia kwenye ndoa natamani ndoa yangu niishi kama fulani. Lakini naomba niwaulize, hivi mmeshawauliza hao gharama walizozitumia mpaka ndoa zao zikaonekana kama jinsi zilivyo? Yamkini hamjawauliza. Sasa kabla ungetamani kuishi kama ndoa ya mtu fulani, unapaswa pia kuhesabu gharama na kuuliza gharama aliyotumia ndoa yake kufika mahali ilipofika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyumba zinazoonekana na nyumba hizi ni nzuri, lakini tofauti ya nyumba zikaja kuonekana wakati wa mvua. Biblia inasema mvua ikanyesha. Mvua hii kwa sababu tu hata mafuriko yakaja. Haikuishia hapo, pepo zikapiga, nyumba zikaingia kwenye misukosuko. Nasema moja iliyojengwa juu ya mwamba, msingi wake ulikuwa imara, ile nyumba haijaguswa na dhoruba yoyote. Lakini ambayo ilikuwa imejengwa juu ya mchanga, pepo zilipokuja, mafuriko yakaja, nyumba ile ikasombwa kwa sababu ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya msingi, yakakuta mchanga, akajenga nyumba juu ya mchanga, akaendelea, akamaliza, akapaua, akaendelea kuishi. Leo hii mnaweza kuona ndoa nzuri sana, mkaitamani, mkakaa huko ndani, lakini swali langu linakuja, hivi mvua ikija, pepo zikija, mafuriko yakaja, mna uwezo kusimama? Na kwenye mafuriko, kwenye mawimbi makali, mawimbi mazito, una uwezo kusimama? Lulu katikati ya mapito, upepo mkali, mafuriko na mvua itakayokuja, una uwezo kusimama? Huwezi kusimama peke yako mpaka pale utakapojua kwamba msingi wa ndoa yenu uko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa ndoa yenu uko wapi? Na mara nyingi watu wameweka misingi yao. Wameweka misingi. Kuna wengine kama jaolewa wameweka. Anasema yani mimi natamani mke atakayeoa awe na vigezo hivi. Akaweka vigezo vyake pale. Awe mcha Mungu, awe na hiki, awe na hiki, awe na hiki. Mama sikiwe. Ulikuwa nabe. Unaona? Kaweka msingi wake. Naye baraka ndio kaka wake. Na sasa unaomba kwako. Mama, mimi naomba kwako. Kwamba atakayenioa awe hiki, awe hivi, awe hivi, awe hivi. Sasa mama pamoja na baba, nataka niwaambie, kwenye ndoa hivi huwa havifanyi kazi. Hivyo vilikuwa vya kweli na wala havitawasaidia. Mkiweka msingi kwenye vitu vinapita, vitu vinabadilika. Haleluya, haleluya. Msingi wenu uwe ni katika Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio msingi wa ndoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Aliyesema si mume, aliyesema wala si binti, aliyesema ni Mungu. Yeye ndio anaona mahitaji yenu. Ndio anatambua ya kwamba unahitaji mwenzi, ya kwamba unahitaji msaidizi. Na hapa Bwana kuna majanga. Ndugu yangu Nathanael, hapa kuna majanga. Sisi jamii ya watu tuliotokea huko bara huko, kiachana huko pwani, tuna utamaduni wetu na maisha yetu, na mara nyingi tumebebwa na kufichwa kwenye mstari huo. Unasema Bwana Mungu akasema si vyema huyu mtu awe peke yake, namfanyia msaidizi. Kwa hiyo mwanamke ni msaidizi, msaidizi wa kufulia nguo, msaidizi wa kupika chakula, msaidizi wa kila kitu. Yeye ndio msaidizi. Maana yake msaidizi hana nafasi kwako.
usome Biblia yako vizuri. Biblia inasema si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa nini haijasema si vyema Adamu awe peke yake? Kwa nini haijasema si vyema mwanaume awe peke yake? Nasema si vyema mtu huyu awe peke yake. Unapozungumza habari ya mtu, mwangalie mkao. Mwangalie. Ni mtu au mke? Nataka kuona sifu. Mbona mwogopa? Nakuuliza, huyo ni mtu au ni mke? Ni mke, sio mtu. Unaona? Bwana asifiwe. Ukiingia kwenye ndoa ukamwona mwenzako yeye ni chombo tofauti na wewe, hana sifa, hana thamani kama unakuwa nayo wewe, hiyo ndio utaifurahia. Kwa sababu atakachofanya utasema mwanamke huyu. Angalia Adamu alichofanya. Alipoulizwa kama umefanya, anasema wewe kusikiliza, huyu mwanamke uliyenipa, huyu ndio tatizo. Lakini Mungu alipokuwa Adamu peke yake, Hawa peke yake, aliwahukumu wote kwa sababu agizo lile lilikuwa la mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bwana, huyu sio mke, huyu ni mtu. Na wewe sio mume kwako, wewe ni mtu. Kina mama walipoingia kwenye ndoa hawajawaona kina baba waume zao kwamba ni watu, waliona kwamba ni wanaume. Na walipoona kwamba ni wanaume, wakaona wanaume wanawanyanyasa. Na walipoona manyanyaso, na wenyewe wakatafuta azimio la Belgium kudai haki. Kina baba wakasema, wanawake wanataka kupata kichwani, sio watu. Utu umetoka katikati yetu, tumebaki vyombo. Mwanaume kwa nyumbani chombo, mwanamke kwa nyumbani chombo. Ndio maana tukaanza hii kazi pia haihusu hizo pako. Kinachofanya kazi ni chombo. Lakini unapokuja kwenye utu, ni mwanadamu, kila linalokuja mbele yetu ni cha kwetu. Tunakufanya wote, tunasaidiana wote, unamwonea huruma, unampenda, unamjali, unamthamini. Nathanaeli, huyu ni mtu, sio mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama, huyo ni mtu, sio mume. Yaani unapomtazama mtazame kama mtu. Unapomtazama mtazame kama wewe. Ndio maana Biblia inasema chochote kile usichopenda kufanywa wewe na usifanyie mwenzako. Maana wewe ndugu yako ni mtu mwenzako, mwanadamu mwenzako, ana utu kama wewe. Lakini ukimtazama kama mume, utakuwa ni chombo fulani tu. Na chombo kikosea, kikikwama, kikigoma, basi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaendesha magari tunatumia kama viongozi. Ikipata pancha unakasirika kweli kweli. Kwa nini? Lakini hebu nikuulize, siku ile gari kisha pale nyumbani bila wewe kupanda, unalashi hapo gari imekasirika. Maana hapo umeiona kwamba ni chombo. Chombo kina makosa mengi. Lakini mwanadamu makosa yake unayabeba. Ndio maana Biblia inasema mchukuliane mizigo. Bwana asifiwe sana. Huyu awe ni mtu kwako mwenye jinsia ya kike, na huyu awe ni mtu kwako mwenye jinsia ya kiume, sio chombo. Maana leo wanaweka misingi, wanaweka misingi kwenye vitu. Kwenye ndoa yako, atakayenioa lazima awe na gari, awe na nyumba, awe na kazi, awe na biashara, anaweka vitu hapo, awe na elimu. Ukimuuliza na ambaye hana hivyo vitu, anasema siko tayari kuolewa naye. Sasa niwaulize, hivi huyo ameolewa na mume au ameolewa na vitu? Vitu vikiisha, maana mimi napita. Biblia inasema dunia na vitu vyote vitapita, sipokuwa na maneno la Mungu. Hivi ndivyo vinapita. Bahati mbaya vijana wetu
ya msingi wa ndoa yenu. Mkijenga katika hilo, nyumba yenu hata kama maupe akija, pepo zikavuma, upepo ukapiga, mafuriko ya kila aina yakija, mnafika mahali nasema tupo kwenye msingi ulio imara ambao ni Yesu Kristo. Mungu awasaidie na awavushe kwenye maisha yenu. Mwangalieni yeye, usimwangalie mtu mwingine yetu, mwangalieni yeye katika jambo unalolifanya. Unapomwangalia mama, usimwangalie kama mwanamke, mwangalie kama mtu. Mama, linapotokea jambo lolote, usimwangalie kama mume kalifanya, angalia kama mtu, kama wewe, kwamba ni jambo hata. Wapendwa, sisi tunataka maisha mema, tunaombea maisha mema yakapata kuwa maisha ya baraka siku zote za maisha yenu ambazo Mungu atawapa kuwepo katika uso wa dunia. Amen. Amen. Asante. Wapendwa, Nathanael Amos Nunta pamoja na Lulu Lupenza, wapendwa katika Bwana, mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi kwa Mungu. Sisi tunawaombea Mungu Mwenyezi awabariki na kuongoza katika unyumba wenu siku zote. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake muunganishwe ili kuishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana siku zote za maisha yenu. Na tuombe. Baba uliye mbinguni, tukusihi kwa ajili ya hawa ndugu zetu Nathanael na Lulu, uwajalie kuanza unyumba wao katika jina lako. Wasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufika kwenye uzima wa milele. Amen. Sikilizeni jinsi neno la Mungu linapofundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema si vyema mtu huyo awe peke yake, atamfanyia msichana kufanana naye. Kwa hiyo alipokuwa mwanzo mtume na mtume akasema, kwa sababu hiyo mtamwacha baba na mama, ataambatana mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabariki akamwambia, zaeni kaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Sikilizeni jinsi Kristo anafundisha kwa vinywa vya mitume wake. Tunaona Petro akaanza kuwa mume na mke waishi pamoja na kuwa na hali ya kunyenyekeana katika kichwa cha Bwana. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakasa. Basi wapendwa, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwa, mjivike moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana kusameheana. Mtu akiwa anasamehe kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi sameheaneni vivyo hivyo. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana. Na sasa, kabla sijawauliza mbele ya uso wa Mungu na mbele ya madhabahu hii, ninyi kukiri kwa vinywa vyenu katika lile mtakalowauliza, niombe sasa. Nathanael mgeukie Lulu, na Lulu mgeukie Nathanael. Basi pendwa Nathanael, naomba uthibitishe kwa kwamba huyu ndiye Lulu kwa kufungua shela yake. Ndio yeye. Bwana wanasunguzana cheka. Huyu mnatunga mwashukuliko. Mmoja mama ameshaanza wanakataa madhaifu ya mke wake, anasema hapana. Naomba uendelee kuyaficha hivyo hivyo siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yao utakachoambia kwa huyo mama uliposema hapana, naomba iwe ni hapana yako siku zote. Basi kama mgeukie madhabahu sasa. Na sasa ninawauliza hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu na mbele ya mashahidi wenu hawa. Je, wewe Nathanael Amos unakubali na unataka kuoana na huyu Lulu Lupenza kuwa mke wako? Mkae pamoja kama iwe mlio na Mungu katika takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza,
utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine, utakaa na wewe peke yake mpaka kufa. Kama ndivyo na mujibu ndivyo Mungu anisaidie. Ndivyo Mungu anisaidie. Hiyo mic haijasikika vizuri, naomba urudie. Ndivyo Mungu anisaidie. Asante. Je, wewe Lupenza, unakubali na unataka kuona huyu Nathan Amos au mume wako mkae pamoja kama alivyomwona Mungu katika takatifu ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine, utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Kama ndivyo na mujibu ndivyo Mungu anisaidie. Wapendwa, sisi sote tumesikia majibu ya Bwana Nathanael na Bilulu. Hawa ndugu zetu wameonyesha na ukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kikristo kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo sisi sote wa usharika huu tuone wajibu wetu wa kuwasaidia na kuwaombea na tuombe. Mungu mtakatifu, jua ya mawazo ya kila mtu, tunawaleta ndugu zetu hawa mbele yako, wasaidie sasa wanapoweka ahadi ya kuungana katika ndoa, ili wawe na ahadi ya kweli mbele yako na mbele ya usharika huu na mbele ya watu wote. Mpendwa Nathanael Amos, pete hii ndio ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako na Bilulu, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Pokea pete hii. Pokea pete hii iwe ukumbusho. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Haya, makofi na vigengele kwa tafadhali. Mpendwa Lulu Lupenza, pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako na Bwana Nathanael Amos, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Nyanyua juu mkono. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Makofi na vigelegele kwake. Asante sana. Mmesimama mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu. Ninamwomba sasa kila mmoja wenu akiri kwa mdomo wake ahadi ya ndoa yenu, tukianza na bwana harusi. Mimi Nathanael Amos Munuta nakubali, ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Lulu Michael Lupenza kuwa mke wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na usharika huu. Lulu. Mimi Lulu Michael Lupenza nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Nathanael Amos Munuta kuwa mume wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo
na usharika huu. Makofi ya milele kwake. Je, wapendwa nyinyi wadhamini, mnakubali kuwasaidia wawili katika ndoa ya Kristo? Kama ndivyo, naomba mjibu ndivyo. Mungu atusaidie. Ndivyo, Mungu atusaidie. Makofi na vigengele pia kwao jamani. Wapendwa Nathanael na Lulu, kwa kuwa mmeahidi mbele ya Mungu na mbele ya mashahidi hawa kuishi pamoja katika agano la ndoa takatifu ya Kikristo, mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa ninawatangazia mbele ya usharika huu wa kola na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu imefungwa na kubarikiwa na Mungu mwenyewe leo. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikutenganishe. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tutulie na tuombe. Mungu mwenyezi yote, Muumba na Baba yetu, ndiye ulisimika ndoa toka kale na hivi sasa kwa mapenzi yako umewaunganisha Nathanael na Lulu katika ndoa takatifu. Tunakushukuru kwa neema hii na tunakusihi wafahamishe huruma zako ili waishi katika njia ya Kristo katika unyumba wao. Baba, ukae nao, waepushie magomvi yote, uwabariki, wape uwezo kutunza agano la ndoa walilofanya leo, wape upendo wa kweli, wapendane kwa maisha yao yote. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani siku zote za maisha yenu. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba sasa mbele ya madhabahu ya Mungu tangaze rasmi ya kwamba Bwana Nathanael Amos na bibi Lulu Michael leo, siku ya Bwana ya tarehe 4 mwezi wa 9 katika mwaka wa Bwana wa 2021, ya kwamba wao sasa ni mume na mke halali wa ndoa. Kwa sababu mmefurahi sana, naomba sasa mulete mataji mwavalishe. Karibuni kuwavalisha mataji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa niombe. Basi kwa wakati huu naomba maharusi wetu tutachukua bahasha zenu, tutaingia kwenye chombo cha sadaka pale, tutatoa sadaka na baadaye hapo tutaingia kwenye meza ya kuweka vyeti. Saini kwenye vyeti vyenu. wanaweka saini, nitaimba studio. Nitaenda Yeah.
Mpokee na mwilete madhabahu. Tutulie na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema hii uliyotukirimia. Asante kwa ajili ya watoto wako ambayo Mungu umewabariki kwa baraka za mbingu. Wamekuja madhabahuni pako Bwana Yesu, mkononi wao umeshika zawadi, ndio agano lao kwako na kutolewa sadaka kwa ajili ya ndoa yao hii. Bwana Yesu, tubariki matoleo haya na sadaka hizi madhabahuni pako, zitakabali zipate kibali, lakini wabariki na watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Tulia neema yako ndani mwao tangu sasa na milele yote. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu awabariki na walinde, awaangazie nuru za uso wake na awabariki, awaambie uso wake na awaamani siku zote za maisha yenu. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa, tumefikia mwisho wa ibada yetu ya ndoa. Tunawatakia baraka za Mungu na amani ya Mungu pamoja naye. Niliwaambia msingi wa ndoa yenu uwe ni Mungu. Na kama ni Mungu, maana yake nyinyi ni watu wa ibada. Na mlezi wa wanandoa hawa wasimame. Asante sana. Naomba wazazi wa bwana harusi wote kwa ujumla wasimame. Wazazi wa bwana harusi simame tafadhali. Na waliokuja mashangazi kama wako wengine wote wanakuja kwa ajili ya Nathanael kama wako wasimame. Asante sana, barikiwa sana. Naomba mketi. Wazazi wa Lulu na marafiki zao, ndugu wote wanaokuja kwa ajili ya Lulu, naomba wasimame. Asante sana. Mungu wa amani awabariki. Tunawashukuru na watu wa vyombo kwa namna ambavyo mmetuwezesha sisi kusikika vyema. Mungu wa amani awabariki. Asante sana wazazi wangu, naomba mketi.